Hapa ni simulizi ya kijana yatima, jina lake aliitwa Ubina, kijana ambaye aliwapoteza wazazi wake kipindi alipokuwa mdogo sana, hivyo akajikuta katika maisha ya mateso kinoma. Basi kama kuangalia sehemu ya kwanza, tafadhali ingia kwenye comment section, utaikuta linki hapo, bonyeza na kisha utakwenda kuitazama, ambao tulishaiangalia sehemu ya kwanza. Basi tuendelee na sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ilishia hapa, binti wa kitajiri anamtaka Ifeoma akachote maji kama jinsi ambavyo Ubina huwa anafanya ili aonyeshe wanaume wake, na kama atafanikiwa kulijaza pipa basi atampatia shilingi 100,000 kama zawadi yake. Kweli bwana, jamaa akakubali, akaanza kuchota maji ili ajaze pipa pale, na hii hapo ilikuwa ni raundi ya kwanza. Mwamba amechoka ile mbaya, unaambiwa hapo alipo viungo vyote vinamtetemeka, lakini hana namna, kwa kuwa wanamtaka mtoto wa kitajiri, itabidi achote maji tu. Sasa akiwa njiani kuchota raundi ya pili, anakutana na watu barabarani ambao wanashangaa sana kumwona akiwa amebebelea dumu la maji, na moja kwa moja wanahisi kwamba Ubina atakuwa amekufa, na ndio maana mshikaji anakinga maji, maana unajua kabisa kutoka katika familia yao Ubina ndo mtu pekee ambaye huwa anafanya kazi. Sasa hapa raundi ya pili, kabla hajafikisha akataka kuanguka, Ubina akamsaidia, maana la sivyo angeweza kuanguka hata na kuumia. Mwamba akajikuta amekasirika sana, akimfokea Ubina kwamba anaweza kufanya alichokuwa nakifanya, hivyo anataka amwache afanye kile ambacho anakifanya ili kuonyesha wanaume wake. Mama yake akawa anampa bicho pale, akiwa anamwambia endelee kufanya kwa sababu yeye ni mwanaume wa nguvu kinoma. Basi mshikaji akaendelea pale. Sasa mara ya tatu mshikaji akaja na muundo mwingine tofauti, yaani unaweza ukadhani kwamba hii bukta yake inamvuka. Safari ya kufika mbali, kabla hajawapita akadondoka chini na kuzimia. Na hapa unakamilika msemo wa wahenga wanaosema mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni mchungu. Basi unaambiwa wakaanza jukumu la kumpepea pale, maana mwenetu hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Wakajaribu hata kushtua mapigo ya moyo, maana alikuwa amekata moto. Basi unaambiwa mdogo wake alipokuja na kumkuta kakake akiwa katika hali mbaya, alikuwa anamcheka kinoma, kwani anajua hajui kufanya kazi. Hata hivyo hajui kufanya kazi yoyote toka amezaliwa. Hapa ni hatari kinoma. Basi binti wa kitajiri akasema kwamba jamaa ameshindwa kuonyesha kwamba yeye ni mwanaume, na kisha akasema Ubina ni mwanaume shupavu sana. Mwishowe binti akawaga pale, lakini kabla hajaondoka akamwachia Ubina kifurushi cha zawadi, maana alikuja hapa kwa ajili ya kumwona Ubina peke yake, hakuwa mtu mwingine zaidi. Baada tu ya bibie kuondoka, mama yake akampokonya kile kifurushi cha zawadi, na mwishowe mama akaanza kumlaumu sana kwa kile ambacho kimetokea, akisema alimruhusu binti yule aweze kumdhalilisha mdogo wake. Akamwambia mshikaji kwamba hatakula chochote katika zawadi ambazo ameletewa, na moja kwa moja akampatia mtoto wake yale matunda yote ambayo binti alimletea mshikaji. Basi huku nyumbani bi mkubwa anamuuliza mtoto wake ilikuwaje mpaka amechelewa sasa. Bibie akaanza kumuelezea mama yake kile ambacho amekutana nacho, akamuelezea jinsi ambavyo Ubina anakutana na changamoto kubwa sana, ananyanyasika vya kutosha. Kumbuka kwamba Ubina hakuwahi kuambia hao kwamba wale sio wazazi wake, hivyo hawa matajiri wanaamini kwamba Ubina ni mtoto wa kwanza wa yule mama. Basi hapo huyu mama akawa anashangaa sana, inakuwaje kwani mama hawezi kuzaa watoto wote na kumdharau wa kwanza kuliko wengine, maana Ubina amekuwa akifanya kazi zote na kuchoka, wala hawampatii chakula hata kidogo. Basi wakawa wanajiuliza imekuwaje mwamba hawezi kujisimamia mwenyewe, maana kama angekuwa kijana mwingine angejipamalia na kuondoka zake pale. Sasa siku moja hivi Ubina anatokea zake shambani, akamkuta mdogo wake amemshikia kiboko pale. Basi mwamba akawa anamtaka kaka yake apige magoti chini, eti bado na hasira naye anataka kumpiga. Unaambiwa moja kwa moja akaanza kumshambulia kwa viboko pale. Safari hii Ubina akakubali, akaamua kuvimba naye, hakutaka kabisa kuendelea kudhalilika. Lakini baada ya mama yake kutoka, mwamba akajikuta na kubali, akapiga magoti mbele ya mdogo wake. Wakati haya yote yanaendelea, mtoto wa kitajiri akatokea na kumkuta mwamba akiwa anachapwa viboko. Moja kwa moja akaingilia, maana hakupenda kabisa kusikia wala kuona mwamba akiwa ananyanyaswa. Baada ya kuona hivyo, mama naye akaingilia, binti akaparangana nao kinoma, akitaka kumpiga Ifeoma pale, maana alihisi amekosa adabu. Sasa hutaamini, Ubina akaingilia akimtaka bidada aweze kuacha kile ambacho alikuwa anakifanya. Jamaa alimtaka binti aweze kumheshimu mama yake, japokuwa alikuwa ni mwanamke anayemtesa kinoma. Hata hivyo binti hakutaka kumsikia kwa sababu huyu mwanamke alikuwa akimfanyia vitu vibaya sana. Hebu nikuulize swali, hichi ndio unachokitaka? Mama yako anamwambia mdogo wako aweze kuchapa wewe? Binti akajitahidi sana kumwelezea mshikaji kwamba hichi kilichokuwa kinafanyika ilikuwa ni udhalilishaji kwake. Basi kwa hasira sana bibie akamchukua Ubina na kuondoka naye. Mama akaendelea kumdekeza mwanaye akiwa anamwangalia ni mali gani ambapo watakuwa wameumia. Mwamba akasema bado ana kisasi kikubwa sana juu ya Ubina, kama atarudi hapa nyumbani kitu ambacho atamfanyia basi ulimwengu mzima utakuja ushuhudie. Na huku upande wa pili binti kazidi kukomaa na mshikaji, anajaribu kumwelezea kwamba huu ni wakati wake wa kuweza kujitambua. Naomba ukumbuke kwamba binadamu sisi tunaishi mara moja tu, lakini bado unaendelea kuruhusu watu wanakudhalilisha wewe. Mwamba kwa hasira akamjibu bibie kwamba haya ni matatizo ya kifamilia, na hivyo anamtaka akae mbali kinoma, asijaribu kusogea tena. Nashukuru sana kwa msaada wako, lakini tafadhali naomba hapa iwe mwisho, kaa mbali sana kutoka kwangu na kwa familia yangu tafadhali. Kisha Mwamba akaamua kuondoka zake na kumwacha binti akiwa anashindwa kuelewa.
maana kawaida ya mwanadamu sio kuwakimbilia matatizo bali kuyakimbia. Baada ya Msela kufika nyumbani, akamkuta mama yake alikuwa anamsubiria sana. Anamwambia kwamba sasa hivi amekuwa sana, amekwisha kumpata Malkia kumtetea, hivyo kwa sasa amtaki tena kwenye nyumba yake, na hivi basi apake kila kitu chake na aondoke katika hii nyumba, maana hatolala katika hii nyumba usiku wa leo. Mwamba akamwomba sana Bi Mkubwa msamaha, akamtaka aweze kumsamehe kwa sababu kilichotokea sio kitu ambacho alikipanga. Mama hakutoa majibu yanayoeleweka, mwishowe alimtemea tu mate kisha akaondoka zake. Maskini ya Mungu Bina akajikuta anapitia msongo wa mawazo. Laiti kama wazazi wake wangekuwepo, basi asingepitia maisha magumu kama haya. Basi moja kwa moja Mwamba akakaa barazani, alikaa pale mpaka usiku ulipofika. Yaani usiku ulikwenda kinoma. Mara ghafla mlango unafunguliwa. Alikuwa ni bibi yake ambaye amekosa usingizi, hivyo amekuja kumtazama. Bibi akamwambia mshikaji kwamba asingeweza kulala kwa sababu alikuwa nje. Bibi yake akampa ushauri mzuri kinoma, anamtaka mshikaji aweze kuonyesha kwamba yeye ni mtu mzima kwa sasa, anamtaka aweze kubaliana na binti wa kitajiri ambaye anataka kumsaidia, maana kuendelea kusaidia katika hii nyumba pengine siku moja akaja kupoteza maisha yake. Basi siku inofuata tunamwona Bina akiwa na rafiki yake shambani. Huyu Mwamba uwaga anamsaidia mshikaji kufanya kazi za shamba, na hapa ilikuwa ni baada ya Bina kumwelezea namna ambavyo amemkataa mtoto wa kitajiri, yaani amekataa kabisa msaada kutokea kwake. Mwamba akawa anamfokea kinoma, alikuwa akimpa madini kwamba ilimbidi aweze kumkubalia bibie, na moja kwa moja akamkokota mpaka kumpeleka katika jumba la kitajiri. Basi akawa anamtaka Mwamba aweze kuingia ndani, japokuwa alikuwa anakataa kabisa, lakini hivyo hivyo rafiki yake akamlazimisha pale mpaka akamwingiza ndani. Baada tu ya kuzama mjengoni uso kwa macho, akakutana na bibie. Binti akataka mazungumzo na mshikaji, hivyo akamtaka sogee mpaka pale alipo. Mwamba akajaribu kumwelezea bibie kwamba alikuwa anapita tu njia akajikuta ndani ya nyumba. Binti akashindwa kumwelewa ilikuwaje, alikuwa anapita tu njia akajikuta ndani ya geti. Mwamba akasimamia msimamo wake kwamba alikuwa anapita tu njia, kwa bahati mbaya sana amejikuta ndani ya mjengo. Kwa kuwa anamcheka, Mwamba akataka kuondoka. Binti akamsogelea na kumshika mikono yake, kisha kwa sauti ya pole akamtaka waingie ndani. Basi Mwamba akawa amebaki kuitazama mikono yake. Unaambiwa binti akafanikiwa kabisa kumshawishi mshikaji kuingia ndani. Basi walipofika ndani, binti akataka kumjua mshikaji zaidi, anamtaka mwambie ikoje na ile familia. Jamaa alikuwa na jeuri kinoma, akisisitiza kwamba ile ni familia yake, ni baba yake, mama yake pamoja na wadogo zake. Bibi akamwambia kwamba yeye sio mjinga hata kidogo, anaweza kuona kwamba kuna kitu hakiko sahihi kabisa katika maisha ambayo anaishi. Basi kwenye haya mazungumzo, bibi akagundua kwamba mshikaji hakufanikiwa kufika hata chuo, yaani Mwamba alikuwa akitumika tu kama msukule, maana aliishia tu sekondari, kisha baada ya hapo akawa yeye ndo mpishi, mkulima na dobi wa familia. Mwamba alikuwa ni mkaidi kinoma, hakutaka kuongelea vibaya kuhusu familia yake, lakini kwa kuwa bibi alikuwa ni mtaalamu wa kuweza kuzungumza na kushawishi, akajikuta amefanikiwa kabisa kumshawishi mshikaji na kutengeneza tabasamu katika uso wake. Mwisho bibi anamuuliza akipata mtu wa kumsaidia atafanya kitu gani. Mwamba akamjibu kwamba yuko tayari kabisa kurudi shuleni kama atatokea mtu kuweza kumsaidia, kwani baba yake alikuwa anaishi naye pale, alikuwa akimsaidia zamani. Sasa hivi hana kazi wala hana pesa, hivyo hakuweza kabisa kumsaidia. Sasa wakiwa njiani, Mwamba akamuelezea bibi story inayohuzunisha kinoma. Mwamba aliyopoteza wazazi wake kipindi alipokuwa mdogo kinoma, na ilikuwa bado kidogo tu wazazi wake wamuonyeshe nyumba ambayo wamejenga kwa ajili yake, lakini kabla hawajafanya hivyo ilitokea ajali na wakafariki wote wawili. Kwa hiyo Mwamba alijikuta akiumia sana toka alipokuwa mdogo kinoma, na sasa kwa sababu hakuwa na baba wala mama, akajikuta kwenye mikono ya mama ambaye alikuwa anamnyanyasa kinoma. Bibie akajikuta akimwonea huruma mshikaji, kwani kwa miaka yote amekuwa akivumilia vitu vingi kinoma. Kupoteza wazazi ni mateso, na kuishi kwa manyanyaso na masimango, kunyimwa chakula na kufanya kazi nyingi kwa siku moja ilikuwa bado ni mateso kwa upande wake, lakini Mwamba alivumilia tu. Bibie alijikuta akipata huzuni na kisha akamkumbatia kwa upendo kinoma. Sasa mida fulani hivi wakiwa wamekazao wamepumzika, mara ghafla akatokea mdogo wake akawa amemwasha kibao pale, ikazuka taharuki. Sasa Ifeoma akavuka mipaka kiasi cha kumtukana bibie, akisema yeye ni malaya kwa sababu anatembea na watu ambao hata hawajielewi. Mwamba alikuwa akizungumza ujinga sana. Basi bibi akawa amemshtua kibao pale ili kuweza kumtia adabu mshikaji. Bibi akawa anazungumza, mara ghafla Mwamba akataka kumpiga. Obina akaingilia akamweka chini na moja kwa moja akaanza kumshtua pale. Safari hii Mwamba alimtolea uvivu, alimpiga kisawasawa, na baada ya kipigo cha muda mrefu akamchukua bibi na kisha akaondoka. Basi bwana, baada ya ile tukio Mwamba akawa amedhamiria kwamba ataondoka pale nyumbani. Huku nyumbani kuna vita kubwa sana. Bibi anajaribu kumwelezea mkwe wake kwamba ipo siku Bina ataondoka katika hii nyumba na Obigeli atajikuta katika maisha magumu kinoma, atateseka sana, kwani hakuwahi hata siku moja kuwafunza watoto wake namna ya kufanya kazi. Yeye ndo mtu peke yake ambaye atakuwa anafanya kazi zote, kulima, kupika na hata kuchuta maji. Bibi anasema hataweza kumsaidia kwa sababu kwa muda huo atakuwa amezeeka sana, yaani hataweza kufanya kitu chochote kile. Yaani huyu mama hakuwa na adabu hata kidogo. Sauti ya mume wake ilikuwa ni kama sauti ya mdogo wake au shoga yake tu. Hakuwa anataka kumsikiliza kwa sababu jamaa hana kazi wala pesa, na yeye ndo mtu pekee ambaye huwa anamlisha na kumnunulia mavazi.
Wakiwa wanarudi nyumbani, wanamsikia Bigili akisema kwamba Obinna atakufa. Bibi akamfuata akimwambia kwamba hakitaweza kutokea kile ambacho anakifikiria yeye. Mara ghafla mtoto wake akafika akiwa na hali mbaya sana, na hii ni kutokana na kipigo cha adabu ambacho amepigwa na Obinna. Baada ya Ifeoma kusema kwamba Obinna ndiye alimpiga, mama akamfuata moja kwa moja akawa anamshambulia pale bila kujua mwenye kosa ni nani. Bibi akaingilia pale akimtaka mama awezi kujaji kwanza, ili mbidi awezi kujua mwenye kosa ni nani, kisha baada hapo awezi kutoa adhabu. Bibi akanyanyuka moja kwa moja akamchukua Obinna akitaka kuondoka naye, lakini mara ghafla mkwe wake akamweka konzi. Bibi akajikuta amedondoka chini akiwa na hali mbaya kinoma. Ifeoma akamfuata Obinna akitaka kumpiga, lakini Mwamba akamweka chini unaambiwa, na moja kwa moja akaanza kumshindilia migumi. Yaani Mwamba alimdunda kinoma, na huku basi baba yake akimzuia mama yake. Baada ya muda bibi hali yake imekaa sawa, Mwamba amechukua begi lake anataka kuondoka. Akamfuata bibi yake akimtaka awe sawa, aweze kujilinda kwa afya yake. Bibi hakutaka Mwamba aweze kuondoka kwa sababu anampenda kinoma, lakini wakati Mwamba anataka kuondoka, baba yake akamzuia pale, kisha akasema yoyote ambaye hataki ukae hapo kwa amani, moja kwa moja aondoke katika hii nyumba, hakaribishwi hata kidogo. Akamsogelea mke wake akamwambia kwamba kama hataki aweze kukaa hapa, basi achukue kila kitu chake na aondoke katika hii nyumba, maana amemchoka kinoma. Kwa hiyo unanifukuza mimi Obiageli, mke wako, nje ya nyumba yako kwa sababu ya huu mpuzi wa ujinga? Mimi umenisikia? Mzee akajitutumua kinoma akimtaka bibie aondoke tu nyumbani kwake kama ikitokea ampendi mshikaji. Kisha akalibeba begi la Obinna ambalo amemtoa nje akarudi naye ndani. Sasa ni baada ya binti kurudi nyumbani kwao, hapa iko na mama yake wanapiga stori. Bibie akajaribu kumuelezea mama yake kwamba inabidi wafanye kitu kwa ajili ya kumsaidia Obinna, kama ikiwezekana basi wamsaidie aweze kurudi shule, aweze kujitafutia maisha yake. Binti alimwomba sana mama yake akimtaka afanye hili kwa mara ya mwisho, na kama akifanya hili basi hata muomba kitu kingine tena. Huyo hapa ni binti akishua, lakini alikuwa na moyo mzuri kinoma. Basi kiza kikao kimeingia. Obinna akamfuata mama yake akaketi kando kando yake akihitaji kuzungumza naye. Anamwambia kwamba anajua kuwa anamchukia sana, hata hivyo yeye hamchukii kabisa, anampenda kinoma, na tena anamwomba msamehe. Kama kutoka kuna sehemu kamkosea, basi aondoe tu kinyongo chake. Pia anamwambia ataondoka katika hii nyumba, na kama akiondoka basi hatarudi tena hapa. Mama yake akajikuta kilia kinoma, kwani Mwamba akiondoka ni wazi kabisa kwamba atateseka sana katika kazi ambazo zinaendelea katika hii nyumba. Kisha baada ya kuzungumza maneno mazito na kwa uchungu sana, Mwamba akainuka na kuingia ndani. Ikawa ni zamu ya mama kukaa nje nyakati za usiku akiwa na uchungu mkubwa kinoma. Haya bwana, siku ya kuondoka ikafika. Obinna anatakiwa kwenda mjini. Hii familia ya kitajiri itamchukua na kwenda kumsomesha, na huko watamtafutia cha kufanya, na pia ameahidi kwamba watahakikisha Mwamba anafanikiwa kinoma. Basi mzee akawa anampa baraka mshikaji akimtaka aweze kwenda kuwasikiliza vizuri, anamtaka asiweze kuwakosea kabisa yani. Basi Mwamba akamkumbatia bibi yake pale, tena akimkumbatia kwa upendo kinoma, anamwachia usia akisema kwamba ajitunze sana, aangalie afya yake. Na hapa basi bibi yake akamtaka apige magoti chini ili aweze kumbariki, akimwambia umekuwa sababu ya furaha kwenye maisha yangu, umekuwa ukinibariki sana mtoto wangu. Bibi akatoa baraka nyingi sana akimtaka Mwenyezi Mungu aweze kumbariki mshikaji, zile baraka ambazo alitakiwa kumpatia yeye basi moja kwa moja azielekeze kwake, afanikiwe sana kuliko kawaida. Muda huo Obiageli pamoja na mtoto wake wako wanahuzunika kinoma. Basi unaambiwa machozi yanamtiririka usoni mwake. Anayeondoka hapa ni mtu pekee ambaye alikuwa anamtegemea katika kila kitu. Baada ya baraka kutoka kwa bibi yake, Mwamba akamfuata mdogo wake na kumkumbatia, maana binti huyo alikuwa tofauti kabisa na kaka yake na wala hakumuunga mkono mama yake. Binti anamwambia atamkumbuka kinoma, maana akiondoka atabakia mpweke. Wakati huo mama yake alikuwa akisema kimoyomoyo kwamba atamkumbuka sana mtoto wake, pia anajuta kwa sababu hakuweza kuishi vizuri na Obinna. Basi mpaka kufikia hapa tumefika katika hatua ya mwisho kabisa ya sehemu ya pili, sehemu ambayo inatamatisha maisha ya mateso ambayo alikuwa anaishi Obinna, kwani amewapata wafadhili ambao watakwenda kuinua maisha yake. Sasa iko hivi, pale ambapo unapitia ugumu katika maisha, Mungu huinua watu kwa ajili ya kukusaidia, na kama kuna watu wamezuia eti wameweza kuroga ama wameweza kuzuia kwa njia moja ama nyingine usiweze kupata wasaidizi wako, kama Mwenyezi Mungu aishivyo, basi vizuizi na vikwazo vyote kwenye maisha yako viondoke na uwe mtu bora sana kwenye hii dunia. Kama unaamini sema amina. Mimi hapa naitwa Chris mwana wa W, The Real Chris. Nakupenda sana, yaani hata kama hakuna anayekupenda katika hii dunia, tafadhali subscribe, weka like yako, pia comment, na pia kama utapenda unaweza kushare ili watu wengine wajifunze kupitia kile ambacho umejifunza siku ya leo. Mungu akutunze, uendelee kubakia hai, ufanikiwe kila siku, kwani wewe ni wa muhimu sana kwangu na kwa watu wengine katika hii dunia.